Hello watazamaji, leo nina furaha kubwa sana. Tuko na mgeni wetu rasmi ambao tumemsubiria kwa muda mrefu katika hii Supernatural Show, na kwa siku ya leo tumeweza kubahatika kumpata. Karibu sana Neema. Siku yako imeendaje leo? Kwa kweli namshukuru sana Mungu, ni asante sana kwa kweli. Siku yangu ilikuwa ni njema tangu uliponiambia tuonane. Nilifurahi sana maana na mimi nilikuwa na shauku sana kuzungumza na followers wako. Kwa sababu shuhuda yako niliweza kuishare katika watu wetu pale. Yes. Na wengi walivutiwa na wakawa wameomba kwamba lazima tupate nafasi ya kuongea pamoja, na leo tumeweza kupata hiyo nafasi, na bila kupoteza wakati wowote nataka tuingie moja kwa moja kwenye our Supernatural Show. Kwa hiyo labda unaweza ukajitambulisha kwa watazamaji wetu ambao hawakufahamu, waweze kujua, tupe background yako kidogo kuhusu maisha yako, ulikuwa wapi, ulikuwa nani? Karibu sana, tunakusikiliza. Asante sana kaka Austin. Mimi kwa majina naitwa Neema Mtango, ni mama watoto wawili, ni mke pia, ila kwa taaluma ni mwalimu lakini mstaafu japo sina mvi. Namshukuru sana Mungu, biashara hii au yani fursa hii nimekutana nayo kipindi nikiwa na changamoto kubwa mbili. Nilikuwa nahitaji sana kuboresha afya, maana nilikuwa na changamoto ya afya kama mwanamke, mnajua kabisa habari ya fibroid, lakini nilikuwa na changamoto ya pesa kwa sababu kitu nilichokuwa ninakifanya, kumbuka mimi nimeacha ualimu kabla hata ya sijaiona Neo Life. Wakati nilipoona kwamba nimeshajipata kwenye kujitafutia na kujiajiri, nikaacha. Lakini kile kitu nilichokuwa nimekiendea ikawa bahati mbaya kikuendelea. Kwa hiyo namshukuru Mungu nilipokutana na Neo Life, ikanipa tumaini la pili na la uhakika la kuboresha maisha yangu. Ninayo furaha sana kuongea na nyinyi wakati huu. Okay. Labda kidogo unaweza kutuambia ni kitu gani ambacho kilikufanya ukaacha ualimu au ajira yako ukasema ngoja nikajaribu? Okay, mimi kitu ambacho kilinifanya nikaacha ualimu ni network marketing. Mimi sio mtangazaji wa network marketing. Wengi mtakuwa mnafahamu kwa habari ya Oriflame. Oriflame ilikuwa ni kampuni nzuri kubwa iliyokuwa inafanya vizuri sana, lakini kwa sababu ya tofauti zao na serikali ikawa imecollapse, imefungwa Tanzania. Kwa hiyo tukabaki tuko pale tunawayawaya, hatujui tunaenda kushika wapi. Kwa hiyo hata aliyeniletea hii fursa nataka anihakikishie ni kwa namna gani hii haitaishia mwisho wake ukawa mbaya kama ile ya kwanza. Okay. Kwa hiyo aliponieleza misingi ya hii kampuni, nikaona hichi ndicho kitu ninachokihitaji. Kwa hiyo misingi iliweza kumwaminisha kwamba yuko sehemu sahihi. Na mara nyingi wao tunapenda kuambia watazamaji wetu kwamba siku zote angalia uimara wa kampuni, uimara wa kitu ambacho unachofanya. Nimefurahi kusikia kutoka kwako. Sasa nataka nijue tu kwamba pamoja na hiyo hali ambayo ulikuwa unapitia, ulikuwa mwalimu, ukaacha, ukaenda kujaribu kwenye hiyo biashara nyingine, na mpaka ukaja ukakutana na hapa, na nataka utuambie kitu gani ambacho kilikufanya haso ukiachana na misingi ambacho kilikuwa kinakufanya ufikirie, na nadhani kinaweza kuwa kile kitu labda ambacho kilifanya uende kwenye ile kampuni au biashara nyingine. Ni kitu gani ambacho kilikufanya ukaamua kuanza Neo Life? Kiukweli kabisa mimi malaika wangu waliponishirikisha kuhusu hii biashara, kitu ambacho nilikiona na kikanipa moyo ni kwamba mimi waga napenda sana kujifunza. Maana nilimwambia nipe muda nijifunze, nione hii system yenu ikoje, yani ni kwa namna gani. Yani hakuna kitu kizuri kama mfumo ulio huru na ulio wazi. Nikagundua kwamba Neo Life ni watu ambao wana mfumo huru na wazi wa namna ambavyo faida zitatengenezwa za kila siku, lakini namna ambavyo watanirudishia gawio langu la faida. Kwa hiyo nikasema kwa hizi faida tu za kila siku naweza kuanza hii biashara. Maana najua kabisa uwezi ukaanza leo na ukaanza kulipwa faida na kampuni leo. Lakini unaweza ukaanza biashara leo na ukatengeneza faida leo kwenye mauzo yako ya kawaida. Hicho ndio kitu pekee kilichonifanya niamini na nianze. Lakini kitu kingine ilikuwa ni uhakika na ubora wa bidhaa. Nilizisoma mno, nilifuatilia sana kutaka kujua, je, ni kweli hizi bidhaa zina matokeo mazuri kwa watumiaji? Nikagundua ni kweli kwamba zina matokeo mazuri sana. Ndicho kitu ambacho kiliniaminisha na nikaanza kuanza kufanya. Yes. Na inaeleweka siku zote na inajulikana kabisa kwamba mtu akiwa anaanza kitu, sana kitu kizuri au kitu kikubwa, waga hakianza kupapa kama tu ulivyosema. Huwa unakuta kuna vikwazo, changamoto za hapa na pale, na wagavi wengi sana na watu wengi sana huwa wanapitia hivi vikwazo, na wengine wanadhania wako peke yao. Kama unavyofahamu, mara nyingi mtu ukiwa unapitia kitu unaweza ukadhania uko mwenyewe, kumbe mko wengi. Sasa ningependa tu
waambie wagavi wenzetu kwamba wewe kama wewe ni vikwazo gani, changamoto gani ambazo umepitia wakati unaanza biashara mpaka sasa hivi? Ni vitu gani ambavyo vimeweza kusumbua? Asante sana kaka Austin. Kitu ambacho ninakiona ambacho kwanza nikukumbushe, ile kampuni imefungwa, kwa hiyo kulikuwa kuna maisha hapa baada ya ile kampuni kufungwa. Yale maisha yalikuwa ni magumu, sina namna ya kukusimulia ukaelewa. Na sio kwamba nimetoka kwenye familia duni, hapana, nimetoka kwenye familia ya kawaida ambayo sio ya kitajiri, lakini at least ambayo inaweza ikamudu gharama za maisha za watu. Kwa hiyo kipindi wakati nina hasa kujitafuta, tayari nilishaiaminisha familia kwamba network marketing hii biashara nimejipata. Kwa hiyo wako pale wakiwa wanaziona negative. Kwa hiyo hata ninapotamani kwenda kuanza hii biashara, sina wa kumuomba mtaji kwa sababu sina hela kwa wakati huo. Kwa hiyo niko pale ninaendelea kuhaso, ni kwa namna gani nitapata mtaji. Ashukuriwe Mungu, malaika wangu alikuwa ni mtu muelewa sana. Akaniambia, Neema, una uwezo mzuri, tengeneza page, anza biashara, ukipata utanunua bidhaa kwa akaunti yangu. Kwa hiyo nilianza biashara kwa mfumo huo. Nilifanya biashara almost msimu ule wa corona karibu miezi 2-3 nikiwa sina account, lakini ninaamini sina account Neolife, lakini nina account yangu nzuri sana, page yangu nzuri sana Instagram. Hapo mbona panafurahisha sana kwamba wewe ulifungua page Instagram kabla hujaanza biashara. Yes. Kwa sababu uliamini kwamba unataka uanze kwanza kugenerate alafu baadaye ndio upate hela ya kuanza. Okay, hiyo nilikuwa sijaifahamu. Hicho ndio kitu kilichotokea, na nikaanza pale, nikapata wateja wa awali, nakumbuka labda niulize. Kwa mfano ulikuwa ukipata wateja. Kumbuka wewe hujaanza na labda hujui sana. Lakini ulikuwa ukipata mtu amekupigia simu, maana tunajua mambo ya kupost Instagram, simu zinamiminika kama sasa ulikuwa unawajibuje au ulikuwa unafanyaje? Kwanza niwaambie kabisa, hii biashara ni tricky kama biashara zingine yoyote. Yaani lazima uwe na akili ya ziada. Yaani wanasema waza to the future, nenda mbele zaidi. Kwa hiyo mimi mteja akinipigia simu, kwa sababu sina ninachokijua kuhusu chochote, yaani ndio niko najifunza, afu niko nataka hela. Kwa mteja akinipigia akiniambia, nimeona umeposti, nilikuwa nataka hiki na kile, naambia subiri kidogo, nipo kuna watu hapa nashughulika nao, nitakurudia muda mfupi. Sasa hivi nakurudia. Kwa hiyo nikikata tu ile simu kwamba nimrudie, nampata yule malaika wangu. Naambia, bwana, kuna mtu kanitafuta, ameniambia ana changamoto 1 2 3, nimwambieje? Ananiambia, huyo muulize haya na haya, akimjibu mwambie bidhaa package yako ni hii na inagharimu kiasi fulani. Kwa hiyo narudi kwa yeye, okay, sasa niko na utulivu, nataka nikusikilize, hebu niambie. Hizo zinaitwa akili za ziada. Maana wengine naonaga mnapigwa kama ganzi kabisa, unakuwa kama vile unakaribia kufa. Lakini anatuonesha ni namna gani aliweza kupambana na hizo. Lakini naamini ni kwa sababu tu ya vitu ambavyo ulikuwa bado unaendelea kutuelezea hizo changamoto ambazo ulikuwa unapitia. Yes, nimekutana na hizo changamoto, na mshukuru Mungu katika hizo changamoto. Mtu pekee aliyekuwa ameielewa biashara ni mume wangu tu. Yaani ndo alielewa, japo kuna saa anavutwa na upepo, kwa sababu tunajua kuna ile wanasema wengi wape. Kuna saa mama akimwambia, maana ni mama mkwe wake, anampenda, anamheshimu, hiyo biashara hamna, kwa nini asiache? Huyo ana vyeti vizuri kabisa, kama hataki kufundisha kwenye kuajiriwa, tunaweza tukafungua hata daycare hapo nyumbani. Unaelewa? Kwa hiyo akawa anapitia mazingira kama wanataka wafungulie daycare. Wanifungulie daycare. Yaani wako tayari kunisaidia, lakini sio kwenye hii biashara. Yaani hata nadhani kuna vitu vingi watu wanapitia. Yaani kama watu wa bar. Unashakutana na watu wa bar. Yaani ukimwomba hela hawezi kukupa, lakini kukununulia bia anakuambia kama unazotaka. Hata credit. Yaani njoo nikupe naomba milioni 1 nikajaribu kitu, najaribu kutu relate na ambao unatuambia. Okay. Kwa hiyo katika mazingira hayo sio kwamba nilikosa mtaji, sio kwamba nilikosa mtu wa kunipa mtaji, hapana. Ila mitaji ilikuwa, yani pesa zote zilikuwa zina vigezo. Kwamba aidha ukubali kurudi shule, ukajiendeleze kama umeona hivyo vya certificate na diploma labda make sense na kipato hakielewi. Kwa sababu nakumbuka wakati mimi naanza kazi, mimi nimeacha kazi mara ya kwanza nikiwa na miezi 3 kazini. Mshahara 85, certificate walimu. Nikipiga mahesabu ya kuchukua mshahara kutoka ni kijiji nilichopo kwenda Kondoa mjini, nauli ni shilingi 3,000 kwenda 3,000 kurudi. Kwa hiyo 80 ndio yake shilingi. Inakuwa imeisha. Sasa tayari nilikuwa na mindset ya biashara, kwa sababu nilikuwa nimeshasoma sales and market. Kwa hiyo nilikuwa na mindset ya biashara kwamba
mimi siwezi kuajiriwa. Sasa kwa sababu wazazi wako kwenye mfumo wa ajira, baba mkaguzi, mama afisa maendeleo, wanaamini kwenye mfumo wa ajira, hawaamini kwenye mfumo huru wa biashara, mfumo huru wa kujenga, wa kujimarisha, kujenga kesho yako wewe kama wewe. Hawaamini, wanajua kabisa kwamba ili uwe na security lazima uajiriwe serikalini. Sio ajira serikalini, yani sio popote. Nenda serikalini. Yani serikalini ndio unakuwa safe. Wala hata ukiumwa mwaka mzima utaendelea kulipwa, hata kama ni 80 utaendelea kulipwa. Lakini mimi ninapokuja kupiga hesabu na kuja kugundua kwamba kuna mtu anatengeneza milioni 40 kwa mwaka mmoja, afu kuna mwingine anatengeneza baada ya miaka 60. Kwa hiyo nikaona hapana, nahitaji kutoka, nahitaji kuanza. Kwa hata wakati naacha kazi mara ya kwanza, sio kwamba nilikuwa najua naenda kufanya nini. Hata sikuwa na hata ule pia mwenyewe nilikuwa sijui. Ila hata niseme mindset yangu ilishiba mapema. Nitafuta namna ya kujenga uchumi wangu ulio imara wa kesho ambao unaweza kubadilika na kizazi kingine. Okay. Sawa. Hapo kwenye vikwazo kuna sehemu niliona umeandika au unaelezea hiyo swala la ndugu. Hadi hela ya chakula inakuwa shida. Labda unaweza kutuambia kidogo. Yes. Nilipitia hiyo majira wakati naanza biashara 2020. Nakumbuka kipindi hicho ndio mume wangu anaenda chuo, yeye ni mchungaji wa TG, mchungaji mwanafunzi huko Lindi Mtama huko. Anaenda shule majira ambako sio kwamba ni mchungaji mwenye kanisa kwamba kuna washarika wanaleta sadaka nyumbani, hapana. Ni mchungaji mwanafunzi yuko chini ya mchungaji mwingine. Kwa hiyo ni majira ambayo tuko tunajitafuta. Kila mtu anajitafuta kwa namna yake. Kwa hiyo niko pale, kuna wakati nilikuwa unakosa hadi hela ya kula. Mwanzoni nilikuwa nikimpigia mdogo wangu. Mdogo wangu ana kazi tu nzuri airport, nampigia saa zingine, nampigia mama, namuomba wanakupa, lakini kuna namna unaona kabisa kwamba mwisho wa siku unakuja kukuta tena kwa nini Neema asifanye hivi? Sasa kwa sababu walikuwa wananichukulia kama vile ni kingang'anizi, nimeshangangania jambo langu, walikuwa hawaniambii moja kwa moja. Wanamfuata mume wangu. Ananiambia kwa nini usimshauri mke wako? Ina maana haumudu. Kwa nini usimwambie afanye hiki na hiki? Aache hiki afanye hiki, tutamsupport kwenye hicho. Kwa hiyo Mungu akija ananiambia kama story. Maana sisi maswala. Ujumbe anapewa. Ujumbe anakuwa kashanipa kile ananiambia kama story. Naambia sasa nikwambia rafiki yangu, yani mimi mpaka nitoboe. Kwa sababu kitu pekee ambacho nimeelewa, Neo Life yako maisha. Network marketing system ya Neo Life mimi nimeielewa. Ni swala la muda, lakini najua kabisa ninakwenda kwa sababu nilikuwa nakaa, wacha nikwambie kitu kimoja Carlson. Kuna kichumba hicho, yani ni vile tutakuja nishenda kutumia picha. Unaweza ukaiunganisha kama utaweza. Nilikuwa tunakaa chumba cha shilingi 30. Chumba cha shilingi 30 Bunju pale jirani na barabara. Unaweza kuimagine ni nyumba aina gani? Yaani ni nyumba moja ilikuwa inamilikiwa na baba yangu mmoja hivi, mdogo mmoja hivi. Yaani ile nyumba kiukweli, hata sasa hivi nikikwambia tuondoke twende kwenye ile nyumba, unaweza kukataa mpaka ukapinduka ukasema Neema huje kuishi hapa. Lakini nilikaa pale kwa sababu ndio majira ambako najenga biashara. Niko QSM, bonus 72,000. Mimi manager pale, bonus 72,000, niko na mtoto, mume yuko shule. Hivi unaelewa maisha? Hela inaisha kabla haijafika kwa. Yaani sio haijafika, yani haipo, ishaisha na haipo. Kwa hiyo ni kipindi ambacho niliona kabisa kwamba nahitaji kupambana, lakini ndio kipindi ambacho mama wangu ananiambia fanya hivi, kwa nini usifanye hivi? Mpaka niliingia, mpaka kuna kipindi kweli unayumba. Yaani unaambia hivi, ukisikiliza negative moja, unahitaji watu kama kukuambia positive ili uweze kumove on. Sasa unawatoa wapi watu kama? Hauwapati wako. Kwa hiyo nikaenda nikajikuta nimeingiza kwenye maforex, nikaliwa hela, yani niliunguza hela mpaka hata vile vidogodogo na vyenyewe vyote vikapotea. Na unadhani ndio kitu ambacho kinawakumba watu wengi sana. Kwa sababu wakati anapitia hicho kipindi, kwa mfano kama unavyosema bonus 50,000, 70, unatakiwa mtoto ale, ulipe kodi ya chumba. Sasa yuko daycare. Alafu hapo ndio unakuta kwamba unaanza kuwaza labda nijibwage sehemu nyingine, nikitoboa nitarudi nikiwa nimesimama. Sasa ukienda na yenyewe wengine ndio unapotelea kabisa. Kwa sababu mimi namshukuru Mungu, kila mtu anaanza anasema pia kuna neema pia kwenye, yaani unatakiwa pia umuombe Mungu akupe neema na kibali unapoamua kufanya biashara. Kwa sababu niliondoka kweli. Tena nilipompigia mama yangu, nikamwambia mama, yani kwa sababu alikuwa ameshakutana na watu wamemwambia habari za forex.
Kwa hiyo akaona kama zina utajiri wa chapu. Kwa hata nilipomwambia nahitaji ada 4,500 nakumbuka. Alinipa kwa moyo, lakini ya eneo refu alininyima mtaji. Akanipa ile ada kwa na mimi nikalipa, nikaenda hapo Mlimani City, nikakutana na rafiki yangu ninayemfahamu kabisa, akanifundisha, nikamwomba mama mtaji, akanipa 3,500 ya kuanzia. Ilivyoungua ile hela. Yaani iliungua kama sio hela. Watu ambao wana trade watakuwa wanaelewa hizi mambo. Kwa hiyo nilifika mahali nikakaa, nikarudi nikaanza kutafakari. Nikasema napoteza muda. Kwa sababu kama sitaweza kufanya vitu kwa muendelezo, napoteza muda. Hii kushika hiki na kuacha, kushika hiki na kuacha, napoteza muda. Na ukweli ni kwamba mimi sikatai wala siwapingi wanao trade. Wanapata hela nyingi na nzuri, lakini wanatakiwa na mitaji mikubwa. Yaani kama una mitaji ya njanja ukae tu utulie, anza kujenga vitu from zero, utafika kwenye hayo mambo mazuri na makubwa. Maana pia ni aina ya uwekezaji japo ambao unaogopesha kidogo. Kwa namshukuru Mungu, kuna wiki moja ile ndio sitawahi kulisahau, ile waga nalisimulia kila siku. Kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa. Nikipata viela vyangu kidogo hata shilingi 10,000 napandisha tangazo. Mimi waga sina ule ujasiri sana wa kumvaa mtu kwenye daladala, kumvaa mtu kuchukua name list barabarani. Kiukweli niseme tu kila mtu ana udhaifu wake. Huo mpaka sasa hivi sijaweza kuushinda, japo naomba Mungu anisaidie niweze kuushinda. Lakini mtu akija online haondoki. Kwa hiyo nikakaa Jumatatu, ola, Jumanne, ola, Jumatano, ola, Alhamisi. Na hapo unamaanisha kuuza? Sina chochote. Kumbuka bonus ndio hiyo shilingi 70,50. Alafu hujauza. Na kahela unapopata kadogo kapeleka kwa kwenye visa kadi na siku matangazo. Linaisha, hakuna hela. Kwa hiyo nilifika ile mpaka inafika Ijumaa, nilimwambia tu Mungu, mimi nimeielewa hii biashara na ninaifanya kwa uaminifu. Sasa hizo hata nauli ya kuja Mwenge training sina kumbuka hela ya kula sina. Kwa hiyo hata nauli sina. Nikawa nimempigia bibi Msofeo, plan wangu, my super bibi. Nikamwambia, tena nilimpanga, simwambia kabisa kwamba nina changamoto. Nilipanga nikamwambia naomba nina shida shilingi 20,000 tu. Pale bibi wala hakusuasua, akanitumia kale ka 20,000. Tena nilimwambia unikopeshe, nina sijai kukalipa. Kwa hiyo katika mazingira hayo ilipofika Alhamisi kwenye saa 7 saa 8 nikapokea simu moja. Habari nini, akajieleza yule mtu anahitaji bidhaa. Akaniambia sasa nilikuwa nataka bidhaa, kuna ile Feto Defense. Msikia Feto Defense nikasikia kama unaweza ukanielewa unajua Feto Defense. Kwa hiyo akanipa list ya bidhaa, akaniambia naomba uniambie kuna watoto wangu wanasumbua kula sijui na nini, afu na mambo yangu hapa sina kale kambole yake kazuri. Nataka kale ka robot tu nilicho kuna ile robot dita. Kwa hiyo nikapiga hesabu ikaja, yani kwa mimi sasa kwa bei ya faida nikapata 8,47,000. Sasa huu muujiza. Baba atatuma hizi hela. Yaani unajua kuna saa unajaribiwa, yaani unaamini lakini unajaribiwa, ndicho anachopitia wagavi. Ila nikamwambia Mungu, mimi najua kabisa hii jambo linakwenda kutendeka. Siku hiyo CRDB ilikuwa inasumbua je kuona. Akaniambia nimejaribu kutuma lakini naona inasumbua. Mpaka jua linazama. Acha kaka Wilson, lakini yaani pale ambapo ndio raha hivi jasho linaanza kutoka. Jasho limeshatoka, nikaona kabisa labda na yule sio mteja, ndio wale wanaenda kwa mawakala, anakaa mpaka mwezi wa 3 mpaka mwezi wa 10. Nikaa chill, nikasubiri siku inayofuata Ijumaa. Ile Ijumaa nimefika kwenye saa 4, akaniambia naona mtandao umekaa vizuri, naweza kuzipata hizo bidhaa? Nikamwambia yes, unaweza kuzipata. Sasa nahitaji nizipate kesho asubuhi Jumamosi. Hapa niko Bonjo. Sina hata shilingi 100. Yaani ashukuriwe Mungu, mtoto wangu ni mdogo, alikuwa kama ana mwaka. Kwa hiyo alikuwa tukitoka maana tunakaa na mwenye nyumba. Akitoka hivyo watoto mwenye nyumba wanampenda vimapacha wale. Akishakala kula kona, akija kashiba. Kwa hiyo mimi nabaki naangalia sasa unabaki na njaa. Mimi nabaki na mtoto kashiba. Ananiambia alikuwa ananiita mkamwana, mama mko vipi? Utakula? Naambia hapana, nimeshiba, yani niko vizuri kabisa. Yaani sikutaka kuonyesha kwamba naona shida. Hapana, yani nilisema Mungu sitakuaibisha. Yaani utatenda kwa majira na kwa wakati. Ile hela ilitumwa bwana Wilson. Akatuma siku hiyo. Lakini Ijumaa sasa. 8,47,000. Nikazifanya zile order, nikamwomba kwa boda alikuwa anaishi Bonjo, siku hizi ameacha, anaitwa Joeli, si kama ulikuwa unamfahamu. Joeli akazileta zile bidhaa, nilipata faida 1,182,000. Uliona kama bilioni fulani. Bwana, ile ni bilioni, sio milioni kama. Ile ilikuwa bilioni kwa majira yale. Kwa hiyo namshukuru Mungu kutokea hapa. Yaani hivyo ndio vitu viliendelea kuniaminisha. Nikasema kama nimeweza. Nikisikiza testimony za kina Hosiana, sijui ameuza fiber na Hamilton,
sijui ameuza mpaka akapata sijui faida sana. Wanamuuzia nani? Mbona mimi wanakuja wanachomoka au sio? Lakini aliponunua yule ndio mteja wangu wa kwanza wa hela nyingi sana. Yaani nilikuwa napata wateja wakizidi sana 400,000, 500,000. Kwa hiyo ndio alikuwa mteja wa kwanza ambaye simjui, hanijui, stranger from Instagram akatuma pesa na bidhaa. Kwa hiyo nikwambie tu katika namna hiyo majira yaliendelea, changamoto ziliendelea kwa sababu nilifika mahali nikaacha kuomba, simpigii mama, simpigii msema, simuombi mtu yoyote, imetosha. Hapo nyuma na maanisha ulikuwa unaishi kwa kuomba hela. Kama ulivyosema. Sasa kwa mwangalia mtoto ni mdogo, mmoja yuko bodi. Huyu ambaye niko naye ni kadogo. Kwa hiyo kumlaza na njaa kuna sawa na kama unajikaza sasa nikijikaza. Mwisho wa siku mtoto atalala na njaa. Ngoja tu niombe. Natumia tu namna yoyote napata 20,000, 10,000 ambazo kiukweli zile nisaidia kwa majira yale. Lakini huwezi kusema utaishi maisha yako mpaka uzeeni kwa hizo hela. Haiwezekani. Yes. Kwa hiyo nilifika tu mahali nikaamua nikasema sasa imetosha. Lazima Mungu kaonekane, lazima ukanisaidie kwa sababu matangazo nafanya. Kuna watu kweli mnaweka bidii, mnafanya matangazo, mnaongea na watu, lakini vitu havitokei. Unajua kwa nini havitokei? Kuna namna pia jenga mahusiano mazuri na Mungu. Kujenga mahusiano mazuri na Mungu, yaani utashangaa tu umeamka siku hiyo huelewi, huoni chochote, lakini vitu vinakwenda kufanyika. Yaani hakuna mtu atakaye kusaidia kwenye biashara zaidi ya Mungu. Kwa hiyo niliendelea kuamini, nikafanya. Sasa imefika mahali katika harakati za mamangu kustaafu nilimfundisha. Ni kwamba mimi sio kwanza kumwambia yeye kuhusu biashara. Yeye alishaisikia biashara mwaka 93 akiwa South Africa. Kwa hiyo na maana miongoni mwa waanzilishi wa kwanza wa neno la yamkini hata ingekuwa miongoni mwao, lakini akaignore akaona kama kitu ambacho hakukielewa. Kwa hiyo hata alipokuja tena miaka ya baadaye 2004 na ngapi akakutana nayo tena akiwa Kigamboni chuo cha siasa si chuo cha nini, lakini pia akafanyaje? Lakini alipokuja kunikuta niko serious akajoin. Kwa hiyo aliyokuwa nakupinga hapo yani ananipinga huko anataka kunisupport. Unajua mama ni mama siku mama ni kwamba ananiona kama nimeweka effort, kwa hiyo akajoin kama kunisaidia kama kunihurumia. Lakini alipokutana na watu wakampa negative akaviacha, akasema wewe kila saa Nasra bibi Nasra Yusuf Nasra mara Beatrice, hao watu wanakutumikisha unawafanyia kazi wewe kila siku Nasra apply yao tunatumikisha watu nilichokuja kukiona kadiri ninavyoendelea kwenda na ni pale ambako niliamini kwamba mama ni rafiki wa kwanza, ni mtu wa karibu, ni msiri. Kwa hiyo kuna hicho kipindi ambako nimekuwa executive of biashara ikadrop ikarudi manager. Kwa hiyo kwa 2000 ukarudi 1500 nikapata, nakumbuka hiyo 72 pesa isahau. Na yenyewe nilipata kwenye msimu 72-78. Nikamshirikisha maana alikuwa Dar es Salaam, nikamshirikisha kama biashara mzuri imekuwa ngumu. Sasa nishamuaminisha kwamba napata 5,500, 6,500, 6,500 kama executive. Anakuja kuona nimepata 70,000 na ndio akaona kabisa ni biashara kichaa. Haiwezekani. Inawezekanaje? Hapana. Kwa hiyo kutokea hapo hata waliomjeza negative akaondoka nazo. Kwa hiyo akawa akiamini kabisa kwamba haiwezekani kustawi kwenye biashara, haiwezekani kufanikiwa, haiwezekani kuinuka kimaisha. Kwa hiyo maisha yameendelea hivyo, lakini namshukuru Mungu. Sasa hivi tuko vizuri, japo bado hajajiamini sana, lakini at least anaona. Yes. Okay. Basi story hiyo ninasisimua sana. Najua wengi mnakuwa mmepitia changamoto, lakini hizi ni zenyewe. Sasa na labda tu niseme kwa sasa hivi umefanya biashara kwa muda gani? Kwa sasa na miaka almost 5, 2020 mpaka sasa hizi ni almost miaka 5. Yes. Okay. Na labda hili nitakuuliza baadaye, lakini kwanza najua mengine umetaja hapo, lakini unaweza kutupa kwa highlight ya mafanikio yako, vitu ambavyo umeweza kuona vikitendeka baada ya hizo changamoto na vikwazo na heka mpaka sasa hivi. Ni vitu gani ambavyo unajivunia kwamba kupitia hii biashara nimeweza kufanya 1, 2, 3? Mimi namshukuru sana Mungu. Niseme tu kwa physically vitu vya kuonekana sijaanza kufanya vitu vikubwa kwa viwango hivyo, ila namshukuru Mungu kwa sababu niko na mategemeo makubwa, maana niko na kamfuko kangu ka UTT pale, na mimi kabisa kwa lengo langu ambalo nimeliweka baada ya miaka 3, mimi nimeelekea miaka 4 kwamba ninavikusanya vichenji vyangu pale. Yaani tumekubaliana na rafiki yangu, swaibangu, mume wangu, kwamba tunaendelea kufanya ili tunapokuja kufanya jambo tufanye jambo, kwa sababu nilikuwa naangalia
hii tu 2000 na Septemba 24 to Septemba 25. Neo Life wamenipa almost milioni 26. Kitu ambacho nimeangalia nikasema hivi kumbe ningekata tamaa ningekuwa nimepishana na kitu kikubwa sana. Kwa sababu nimeangalia hata zile picha tulizokuwa tunapiga msimu wa managers, msimu wa QSM tunapiga picha training center. Yaani sura nyingi sijui hata zimepotea wapi. Hawapo. Kwa hiyo tu nikwambie tu mimi mafanikio niliyoyaona ni makubwa. Kwanza tu kumpeleka, kumbuka mimi ni mama mchungaji, si ndio? Sio mwalimu tena. Lakini mtoto wangu anasoma shule nzuri hata 1,800,000. Kwa hiyo katika hali ya kawaida nisingewezekana. Yaani nisingeweza kabisa, ningeona haya ni mapicha picha, ni jambo naitunza familia na msupport yule bwana kwa sababu mpaka sasa hizi naye bado yupo akiendelea kufanyaje kupambana na huduma. Kwa hiyo naamini kabisa future is bright. Future itakuwa bright kabisa. Yes. Lakini vitu vidogo havikusumbui tena. Na najua sasa hivi umepiga step yako ya Sapphire. Mambo yamezidi kuwa mazuri zaidi. Nadhani kama miezi 2-3 hivi umeweza kushangilia the brand new Sapphire director. Kwa ufupi, kwa wale ambao mfahamu, inamaanisha anaanza kuwa msafiri wa dunia. Sio anaanza, nimeshaanza. Niko kwenye group la Egypt. Tayari kashaingizwa kwenye group la Egypt. Labda ukatuambia tu kidogo unajisikiaje kwanza ulipopewa ile recognition yako as a brand new Sapphire. Ulijisikiaje? Na ukiangalia hii safari umejiandaaje? Tuambie kidogo. Yaani tu niwaambie tu labda mnaonifuatilia, hata wewe ambaye hujaanza biashara unatamani kuanza, niwaambie tu. Yaani niko excited mpaka mwenyewe kuna sasa sielewi, inabidi nifuate ya plan nimuulize, hivi ni kweli ninaenda Egypt? Wasije wakaniacha. Yaani niambia mjukuu ndio ushakuwa, ndio ushakuwa msafiri dunia. Na maana kuanzia mwaka 2025 mpaka ninaaga dunia hakuna mwaka sitasafiri. Yaani mimi ni swala la kusikiliza tu akisema next destination is naenda kupaki begi. Kwa hiyo tu nikwambie tu niko na furaha sana kwa sababu nimekuwa mwezi wa 6, alafu furaha nilionayo nimepata recognition 2 kubwa matatu. Yaani nimepata recognition ya Chaliboto na mkewe, nikavishwa pini na altar, lakini nikaja nikapata recognition ya pili ya kampuni, nikavishwa na my super PT Beatrice Nzofeo. Kwa hiyo niko tu pale nikiangalia zile picha na hisi kama ni step 2 tofauti lakini ni step moja. Kwa hiyo ni kitu ambacho kwa kweli namshukuru sana Mungu kwa sababu kumbuka nimeanza biashara 2020, nimeona watu wanakuja wanakuwa masafa ya, kwa sababu hii biashara sio swala la umeanza lini. Kila mtu namna ambavyo anaendelea kufanya majukumu ndivyo ambavyo mimi sio kwamba nilikaa mahali nikaacha kufanya majukumu, hapana. Ila tu kuna majira unafanya majukumu vitu havitokei. Ni vipimo tu vya uvumilivu. Ukiendelea kidogo, ukikazana kidogo, vitu vinatokea. Kwa sababu nimeona watu wanasafiri, wakaambiwa wanaenda Uturuki, ndio safari ninayoikumbuka kwa akili zangu timamu. Nikapania, nikakazana, wakati wanaondoka kwenda Uturuki, mimi ndo na step kwa executive. Kwa baada ya mwaka ukawa executive. Nikawa executive mwaka mzima. Wakasema sasa next destination ni Mauritius. Nikasema hiyo habaki mtu. Nikaenda mpaka kwa upline tukachora na maduara nikaanza kufanya nikafanya. Yaani watu wanaondoka airport ile mwezi wanapoondoka kwenda Mauritius. Mimi ndo natangazwa kuwa new director in town. Lakini nikwambia tu ile namna ambapo nilikuwa nimeweka nia ya kutoka kwa msafiri dunia ndio ilikuwa inanifanya niendelee kuwepo kwenye biashara. Maana nilisema sitaondoka. Maana nakumbuka Bibi Geta alisema usiache biashara mpaka usafiri. Yaani usafiri na Neo Life. Sio usafiri na timu, usafiri na Neo Life. Yaani hakikisha hauachi biashara mpaka umesafiri na kampuni. Kwa hiyo nikaendelea nikasema yaani wameniacha naenda kupambana. Yaani wakija hata kusema next destination mimi hiyo nimo. Wakasema next destination ni Cape Town. Yaani pale nilikuwa najiona sasa niko director. Kwa hiyo nilikuwa najiona kabisa hii lazima. Yaani tayari niko director. Kwa hiyo nikapambana. Watu wanaenda Cape Town, mimi ndo natangazwa ni Emerald in town. Kwa hiyo nikwambia tu step zangu zimechukua mwaka hadi mwaka. Step mwaka hadi mwaka. Hii haimaanishi kwamba vitu hivi. Kwa hiyo ulipoanza baada ya mwaka ukawa manager. Nikawa baada ya mwaka sehemu yenyewe niliendea vizuri chap. Kwa hiyo ndani ya mwaka ukawa senior manager. Yes, sasa kutoka pale. Ndio nilikuwa nachukua mwaka executive. Mwaka mwingine director. Yaani mwezi wa 4. Mwaka mwingine Emerald. Niseme tu mwezi wa 4 umekuwa mwezi wa bahati maana ndio birthday yangu tarehe 15 mwezi wa 4. Kwa hiyo tunategemea mwaka ujao Okay. Inabidi tuziendee haraka. Unajua hiyo inanifurahisha kwa sababu watu wengi Neema wanapenda mafanikio ya haraka. Na sura yako mimi inanivutia kwa sababu ndani ya kipindi cha miaka 5 umeona watu wakija
wanakupita wanaenda, lakini wewe uko pale pale. Wengi akishaona kapitwa na watu, tuseme kama wamekuja watu 20 wanaenda, anaona kama hafai, anaacha na biashara. Lakini nimeona unapenda kutumia neno moja kwamba wakati wa majira au unapimwa uvumilivu. Kwa hiyo labda tu watu kujua kwamba kila mtu wakati wake utafika, ambacho natakiwa ni kuendelea tu kung'ang'ania. Sasa umeshasema hapa, nilikuwa of course nimeandaa swali langu kuuliza kwamba ni kitu gani kilikuhamasisha kuendelea kuwepo, lakini naona umetaja kwamba safari ilikufanya ung'ang'ane, kwamba changamoto zipo, ndugu wanaongea. Yes, by the way, mimi wakati nakuja kuanza biashara nilikuwa sijaelewa safari hata kidogo. Kumbuka mimi ni mangi. Kwa mimi nilichoelewa mshiko na ukoto. Kwa hata walipokuwa nasema, nakumbuka nilishinda incentive ya kwanza kwenda Magoroto, sikwenda. Kumbuka unalipiwa kila kitu, lakini sikwenda tu. Yaani mpaka leo najiuliza hivi kwa nini sikwenda. Yaani niliona sio mambo yangu, angeniambia hela ya Magoroto unanigaia. Lakini nilipoanza trip ya Zanzibar, nikagundua kumbe wanapata raha watu Kwa hiyo ndio nilipoanza kuona kwamba nahitaji kusafiri. Yaani nahitaji kusafiri. Na nilijua nahitaji kusafiri baada ya kuendelea tulipelekwa Mombasa na Mapiti. Ilikuwa ni trip ya Mapiti, kina Bibi Gati, kina Bibi Zubeda. Nikaqualify tukaenda Mombasa, ndio nikaona hawa watu wana enjoy. Ndio ukasema basi. Sana. Kumbe hivi vitu vyote navihitaji. Afya nimepata, pesa nimepata, sijafikia viwango vile, lakini na safari nahitaji. Yes, nimevuka. Kwa hiyo nahitaji sana hizi safari. Na kwa kweli naendelea kumwona Mungu, maana nimeenda Zanzibar, nimeenda Mombasa, nimeenda Dubai, usisahau. Lakini pia nimeenda leadership tena Mombasa. Na niko na tiketi ya kwenda Cairo. Lakini pia na tiketi ndogo ya kwenda Egypt, ya kwenda Cape Town. Imagine inaita Cape Town ni tiketi ndogo. Kwa hiyo kutoka katika heka zote kama alivyoelezea mpaka sasa hivi anaelezea tu mambo ya nani. Labda kwa kumalizia tu ni kuwaambia watazamaji wetu kwamba una ushauri gani, una neno gani la kuwapa ambao unaweza likawatia moyo au kunania. Wengi watakuwa wanasubiri, naamini wamefurahia kabisa story yako, lakini unaweza kuwapa neno hapa wengi ni wagavi, lakini hata kama kuna mgeni unaweza kupata moja mawili. Niwaambie tu rafiki zangu ambao mnaendelea kutuangalia, jua tu kwamba hii biashara wewe kufikia unalipwa milioni 50 kwa mwezi, milioni 30 kwenye ukoo wenu, ina maana wewe ni wa kwanza. Kwa kama unaenda kuwa mtu wa kwanza ku break chain ya umaskini kwenye ukoo wenu, haiwezi kuwa jambo rahisi. Unamhitaji Mungu kuliko kitu chochote, kwa sababu sisi tunasema kuna vitu vitatu ambavyo vinashindana na sisi. Ni mwili wako mwenyewe, ni nafsi yako na roho yako. Kwa hiyo wala hakuna kitu kingine. Ukiweza kuvishinda hivi vitu, kuna wakati mwili unachoka kama binadamu, lakini jipe nguvu, inuka, kwa sababu hii ni lifetime business. Yaani hii ukichoka jivute, jiburuze, endelea kufanya, utayaona matokeo. Yaani biashara ina shukurani sana. Kwa hiyo fanya, wewe ambaye haujaanza hakikisha unatafuta ambaye ameipandisha video hii na unaendelea kuiona, mwambie akusaidie uanze biashara, wala hautawahi kujutia. Mgavi, ng'ang'ania. Yaani usiumbishwe na kelele za nje. Ng'ang'ania, fanya kwa bidii, fanya kwa mwendelezo, kila kitu kinawezekana. Okay. Asante sana Neema. Mimi mwenyewe hapa ninapokuwa namfanyia mahojiano hapa nimejifunza vitu vingi. Nini maana ya kuvumilia, nini maana ya kupitia wakati unapitia hizo nyakati, nini maana ya kukaa imara, na nini maana ya kufikia hatua za furaha. Ameshataja hapo destination ambazo mimi na kampuni karibia 5, na itafika point katika maisha yake atasahau kabisa kwamba alishawahi kupitia. Inabidi nitengeneze kalenda niwe naziandika, maana kuna hatari ya kuzisahau. Maki hapa tuna Cairo, tuna Amsterdam, kuna hizo za team, kuna zingine ambazo zitakuja mbele. Basi mimi nitaka kusema asante sana. Nimefurahi sana kwa your time na kwa kutuaminisha, kwa sababu sisi tunaamini kwamba kuna mtu kati ya watazamaji ambaye maisha yake yatabadilika sababu ya hii story yako. Kwa hiyo tuseme asante, na kwa wanaotufuatilia nataka kusema asante sana kwa kutufuatilia. Endelea kutufuatilia ili kwa pamoja tuweze kufanya hii dunia iwe sehemu yenye furaha zaidi na afya zaidi. Kutoka kwetu hapa, Mungu awabariki sana. See you in the next supernatural interview. God bless. Thank you so much. God bless. See ya.